Sasa kijana wangu, wewe unachokuambia ni kwamba wewe baki hapa. Ukishabaki hapa mimi nitaenda kumshughulikia mimi mwenyewe. Nakupa masaa hata saa moja halipiti. Hata saa moja haipiti. Moto ni moto. So case watu angalie season hii. Sio. Hakika. Bana. Hiyo mambo naijua. Yeah. Shabu yonana. Shabu cheki ila sio sana. Kidogo tu. Adogo. Sasa mbona ukatuagizia kule tena unakuja huko? Sasa mimi mwenyewe ndio nakutafuta. Wewe kuna dizeli limetisha huko? Nimetisha vipi mama? Kwa kesho mimi natoka kwetu. Tumeenda pale hamna hata mtu. Kesho naenda kwetu Morogoro. Ujao huko huko. Mzee gani tena? Mzee mmoja sio mzee, kumbe hajakuta ni. Hivi maana niko na mitupu. Bado mtoto kwako ndio wewe. Tuni apike mimi nimeshiba. Sasa umeshiba sana kijana mzima. Nisipiki. Inasema season hii tunashiba tu hapa ina ngoma. Akimsema hivi. Leta hizo kwenye basi. Nimekuja nazo. Sasa unaniagiza hapo mpya nimekopa hapo nimetaja jina lako. Shikopa mwana. Papa inawezekana unaamilika sana. Hii acha umwamini. Ila masikio huyu. Mimi kesho naondoka. Shida. Na mchawi hapa. Mchawi. Mzee mmoja hivi Unatishika na wachawi. Basi wachawi waogopa wewe au? Wewe kuna uchawi huko. Mchawi unaogopa wachawi naye. Basi unasema uogopa wachawi na kutoka hakuna hata wachawi. Mimi nikaa naongea tu mangimali yale story ziishi. Hapo uchawi nimerudia kwenye video. Tumekwambia pale usipone video watu bado mgeni ile nini wewe mbaba nini. Nani sasa mimi si wenyewe hatuje kuona uchawi ila tumekuelekeza kwamba kwa pole pole. Sasa wewe mgeni hapo unapalamia vitu. Kuna zile moja lina tishu na sura ngumu wewe. Mzee gani wewe? Mzee gani? Langu hii ya kichumba tu. Nakwambiaje? Kwa yule mzee. Kwa hiyo leo unajisemezea kwamba wewe ni mchumba. Sio mchumba. Kwa yule mzee, sura yangu mimi ya kichumba. Ana sura ya kutisha. Kama hivyo hapo tutisha kwani ana ndevu. Mzee ana ndevu, ndevu nazo mimi, ila yeye mzee ana ndevu, lakini sasa unakuja na sura ya kichumba hapo na ndevu. Ndevu si yeye ndo awe mchumba yule mzee.
Kwanza yukoje? Mzee mmoja mrefu hivi. Mweusi kama mkaa. Nguo zake. Alikuwa kavaa koti na suruali moja hivi kama fuko la mashine kubwa kinoma. Mwenye huyo. Ni mwenyekiti sio mwingine wewe. Shaya kanyaga kiti. Mwenyekiti Kama mdogo wetu hapo. Unapurunda sana mwanangu. Kivipi sinakwambia mwenyekiti wewe mwenyekiti. Ushaingia kwenye mdomo wa mamba. Oh, mnamjua kwamba ni mchawi mzee. Tumekwambia pale usipole vitu vya watu. Bado mara nyafu na pola vitu vya watu. Sawa. Wewe, mbona unalia? Mbona unalia? Ana njaa? Sasa mke wangu. Wewe umesema kwamba chakula bado hujapika. Basi nitamwambia mama ntilie ataleta chakula kwa ajili ili upate chochote kile. Sawa mume wangu, hamna shida. Ndio. Lakini wewe ni mwanamke, ndio unajiongeza basi at least unapika chakula vizuri ili mume wako nikija na fly sasa. Kazi nyingi asubuhi mume wangu. Ukiamka ndo kama hivyo, hujafua, hujaosha vyombo, hujafagia. Nisamee tu. Kazi nyingi mimi na wewe na. Majukumu makubwa sana hapa nyumbani. Lakini muda mwingine mume wangu mambo yanabana. Mambo au si? Lakini Zamida sio maana nimekaa sana muda mrefu. Kwema kabisa. Kwema, pole na kazi. Lakini mume wangu kuna mambo fulani hivi sielewi. Nataka nikuulize. Kuna mambo? Sielewi ndani hapo. Najua. Hayo ni majua. Haya, mambo gani hayo? Nasikia wewe ni mchawi, si kweli? Watu? Ni wengi wanaozungumza kuhusu wewe kwamba ni mchawi. Mimi sio mchawi. Na mimi sio mshirikina wala nini, sijawahi kushika tunguli yote ile wala kushika kitu chochote cha ajabu. Kwa hiyo hayo ni maneno tu ya mtaani. Kwa hiyo huruhusiwi kuyashika moja kwa moja, maana inaweza ikapelekea mwisho wa siku mimi na wewe tunaachana kwa sababu wewe maneno. Kwa hiyo unaweza ukawasikiliza hao. Hamna mwanangu, nakuuliza. Achana nao. Wao ni maneno tu ya kupita. Kwa hiyo relax au si? Relax. Sasa mke wangu. Cha kufanya hapa, kuja niende kwa mama ntilie. Nikamwagize kwamba alete chakula. Sawa. Mtoto hata uji ajala Ni kweli. Au si? Wewe. Nyumbani? Unaelekea wapi? Unaona una kipira hicho? Nimetoka mbali. Mbali wapi? Mbali. Unaenda kununua nini na kipira? Pombe. Aha. Sawa. Kwa mjumbe wapi? Sasa vijana wangu, kwanza karibuni sana. Karibuni sana. Mimi ndo mwenyekiti wa kijiji. Najua mgambo umetoka wilayani. Ina maana kwamba mafunzo yote unayo. Kwa hiyo bwana, ndugu yangu, pamoja na mjumbe wangu huyu, cha msingi hapa anachotaka kuambia ni kwamba mkutano ambao nilikuwa nimeshauitisha tayari, swala lililopo hapa na kuagiza na nawaagiza mwende mkusanye ile hela mlioagiza ikusanywe kwa ajili ya mradi wa nini? Wa maji. Bwana Mgambo, hebu sogea. Bwana Mgambo, na kuamini sana ndugu yangu. Kweli. Naomba usiniangushe. Sikuangushi. Mimi ndo afande Dongo. Afande Dongo. Aisee, unanipa moyo sana. Kwa hiyo bwana mjumbe, sogea. Na wapeni hizi nakala. Hakikisha kwamba majina yote ya kijiji hichi, watu wote majina yote yanaingia hapa. Watu wote wanaotoa fedha zile. Kwa hiyo kila atakayetoa lazima tumuorodheshe. Unamuorodhesha jina lake hapa. Kwa hiyo hakikisheni kwamba mnaifanya hiyo kazi kwa weledi wa kutosha kabisa
bila kufanya makosa yoyote. Usijali mheshimiwa. Najua mwenyekiti mnanijua. Mnanijua na mnanitambua. Kwa hiyo fanyeni hiyo kazi kwa ufasaha zaidi. Mheshimiwa, tukuangushi. Kama unavyonijua na mimi, ushanipa kazi zako nyingi, waga sikuangushi. Kwa hiyo naifanya hii kazi kwa uzuri kabisa. Tena nipo na huyo. Aisee, nitafanya kazi kwa uzuri kabisa. Usijali mheshimiwa. Hongera sana mjumbe. Ndio. Mimi nakuaminia sana, najua toka nichaguliwa hapa kijijini. Ndio. Wewe umekuwa ni msaada wangu mkubwa sana. Ndio. Kwa hiyo naomba usiniangushe. Ndio. Pamoja na Mgambo. Ndio. Mgambo Dongo. Bwana, karibu sana kwenye hichi kijiji. Nimetoka wilayani. Nimekuchukua wilayani kwa ajili ya hilo swala. Sawa? Basi hamna shida. Nashukuruni sana. Nendeni mkaifanye kazi. Haya sawa mheshimiwa. Na waje kwamba ikienda vizuri hii kazi, ndio bana kuna donge nono. Kuna donge kubwa sana kwa ajili yenu. Nashukuru. Sawa. Bwana kazi. Salama. Ndugu mwananchi, kama unavyotuona hapa na madaftari yetu, sisi tumetumwa na kiongozi, tunakusanya hela ya maji. Kwa hiyo kila kaya tunachangisha shilingi 10,000. Kama una 10,000, Mgambo utafanya kazi yako. Sawa. Sema hii taarifa tulipata. Haina shida. Andika kabisa, usije ukachukua hela tena, usiandike nije wewe kwa mara ya pili. Wananchi kama hawa na wazuri. Nyinyi ndio mnayotakiwa kwenye kijiji chetu. Maneno mengi, andika kabisa. Sasa usinikaripie kijana. Kumbuka mimi nina wazo hapa. Unaitwa nani? Hapo. Andika kumbuka Makani. Kumbuka Mkinya. Kumbuka Makani. Makani. Makani hapa tayari. Ulikuwa umeshaandika moja kwa moja? Moja kwa moja bwana. Nyo huu ni tunakula hela. Hamna lolote. Acha. Habari. Salama kwema. Mzima. Siwazi. Karibuni. Sana. Asante. Za hapa mama. Nzuri. Ndio. Za huko mtokako. Sisi tunamshukuru Mungu. Hamjambo. Hatujambo kabisa. Karibuni, niwasaidie nini? Sisi cha kutusaidia hapa. Tumetumwa na uongozi, tunakusanya hela ya maji. Unajua yani hapa kijijini maji ni shida sana, kwa hiyo viongozi wameamua tuvute mabomba ya maji na sisi angalau tuwe na maji ya uvuvi. Kwa hiyo kila kaya tunahitaji shilingi 10,000. Mbona sisi kama hela kubwa sana? Ndio hivyo, unapojua kijiji ni kipana, kwa hiyo inatakiwa mabomba kwa wingi. Kila mtu anatakiwa awe na maji. Sasa ngoja nichukue ndani nje ni wapi? Haya sawa. Unaona Mgambo? Hizi ndio nyumba, yani ndio familia hizi. Hii hapa. Aisee. Ubarikiwe sana dada. Amina, na nyie mbarikiwe. Asante. Sasa ndo msizingue sasa yatoke maji. Uhakika. Baba, shikamoo. Malaba. Shikamoo. Malaba, jambo. Jambo. Sasa baba, nilikuwa hata hapo mtaani hapo. Nikamkuta Mgambo hapo. Mgambo? Nikamkuta Mgambo. Anafanya nini? Huwa na jamaa mmoja hapo. Yaani unafanya nini? Nilikuwa anazunguka mtaani yani. Yaani wanazunguka mitaani, wana kazi gani? Au umeona wako na nani ambaye ni mjumbe wa hichi kijiji au? Ni mjumbe wa kijiji. Sawa, hawa ndio niliwaagiza kwamba wachangishe hela mtaani. Kwa hiyo bana, usiwe na wasiwasi, ni watu wa serikali hao. Ni watu wa serikali. Ila wewe tabia gani? Mwanangu Habe. Nilikwambiaje kuhusu kuvaa hili kofia hili? Hamna baba, huu ni mshalo. Ushalo?